Mnakumbuka niliwaambia Bwana kila kanisa ile utambulisho wake ule anajitambulisha kulingana na hali yenu. Kwenye kanisa la Simna alisema mimi nilikuwa nimekufa na sasa nini? Ni hai. Alikuwa akiwatia moyo wasiogope mauti. Lakini hili kanisa anaanza kwa kujitambulisha, mimi ndio yule mwenye upanga. Kwa hiyo unaweza kaelewa huko ndani kuna madude gani? Mwenye upanga. Na pajua ukaapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anayajua mazingira yetu. Mungu anajua hali zetu, anajua tunapoketi, anajua mapito tunayoyapitia, anajua hali tunazopitia, anajua machozi tunayopitia, anajua vilio tulivyolia. Yeye ni Mungu ajuae wapi tupo na tunapambana na nini. Najua uketipo ni mahali penye kiti cha enzi cha nani? Tuendelee. Nawe walishika sana jina langu. Ndiyo. Wala hukuikana imani yangu. Ndiyo. Hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, ndiyo, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako. Sema maneno machache. Maneno machache. Hivi ulienda kutafakari kwa gundua Mungu ana maneno gani machache juu yako? Anafurahia jinsi unavyoendelea kumpenda yeye katika mazingira magumu. Anafurahia sana. Anakumbuka hata ile siku, yani ulibakia hivi uanguke lakini ukajikaza, au kuanguka ukakimbia jaribu. Anakumbuka. Anasema ongea sana mwanangu. Ukuanguka ile siku ulitakiwa kuanguka kabisa ile. Bwana asifiwe. Anakupongeza. Nisaidie kumwambia jirani yako Yesu anakupongeza kwa ushujaa wote uliofanya hapo katikati. Lakini ninayo maneno machache juu yako. Maneno hayo alionayo tunaanza kuyaorodhesha. Kwa kuwa unao huku watu washikao mafundisho ya Balaam. Jambo la kwanza, mna watu ambao wanashika mafundisho ya nani? Balaam. Yeye aliyemfundisha Balak atie ukwazo mbele ya Waisraeli. Ndio. Kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Balaam huyo ndio mafundisho yake. Hivi mnajua huyu Balaam alikuwa anaisikia kabisa sauti ya Mungu. Ila mafundisho yake ndio hayo. Biblia ni very complex. Inahitaji uwe na Roho Mtakatifu. Huyu Balaam ndio alikuwa anaenda kuwalaani Israeli. Mungu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa kweli kabisa akamtokea. Akamsemesha kabisa. Lakini huyu jamaa mafundisho yake ndio hayo yametajwa kwenye Ufunuo. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikayo mafundisho ya Wanikolai vile vile. Wanikolai, kulikuwa na mafundisho mengine ya Wanikolai. Fundisho la pili, Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao. Umegundua kwa nini kule alisema mimi ndiye yule mwenye upanga? Alikuwa anawaambia nitakuja kufanya nini? Vita. Yaani Mungu, hata hivi ungekuaga unaweza kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona Mungu amekutokea tu hivi anatabasamu, kuna maana. Haikutokea na bunduki, maana. Kutokea na upanga, kuna maana. Kila namna anavyotokea kwako, anatokea kwa sababu ya hali yako. Ndio maana Mungu, ukiwa mnyaturu anakuwa mnyaturu. Anakutokea kinyaturu, umenielewa? Hata kutokea kama mtu uliyetoka kwa Malkia Elizabeth, unayaelewa mambo ya Elizabeth? Huyajui. Anakutokea kinyaturu. Akikutokea wewe Mswahili, anaongea Kiswahili. Salamu Amoni Mwakalinga. Nasema Yesu anajua Kiswahili. Safi sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu yeye anawasiliana na wewe kwa kadri ya hali yako na hapo ulipo na utendaji wako. Haleluya. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu.
Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asiyolijua mtu ila yeye anayelipokea. Mambo matamu kabisa. Amen, asante. Bwana asifiwe. Pergamo maana yake ndoa nyingi. Ni watu waliofunga ndoa nyingi. Wamefunga ndoa na mafundisho ya Balaam, wamefunga ndoa na mafundisho ya Wanikolai. Bwana atusaidie sana. Ni kanisa lililopendwa na watu wote. Ili kanisa la Pergamo ni kanisa pendwa. Unajua kwa nini ni kanisa pendwa? Ni social. Hawapendi kumkwaza yeyote. Lakini moja ya kitu ambacho unaweza usikione kwa haraka, kanisa hili la Pergamo lilikuwa ni kanisa lenye imani kubwa. Imani kubwa kwa Mungu wao. Inahitaji imani kubwa kubakia mwaminifu katika eneo la kiti cha enzi cha Shetani. Unaweza usielewe. Inahitaji wewe unampenda Bwana sana kubakia mwaminifu kwenye eneo ambalo ndio kiti cha enzi cha Shetani. Lakini hao watu hata katikati ya mateso makubwa sana hawakuikana imani ya Yesu Kristo. Ule mstari wa 13. Lakini walichukuliwa na walimu wabaya. Hao watu waliwafundisha mambo ya Balaam ambayo ni mafundisho ya kipagani na mbaya mbele za Bwana. Mafundisho ya Balaam, kwa reference unaweza kaangalia Hesabu ile 25. Inatueleza kwamba wana wa Israeli walianza kuzini na wanawake wa Moabu, wakala sadaka za miungu mingine pamoja nao. Mungu alikasirika juu ya wale waliofanya hivyo. Na ule upanga ule anaosema ule upanga ule ulifanya kazi. Alienda, Mungu aliwapiga watu 24,000 waliuawa na upanga wa Bwana. Hesabu 31 mstari wa 16. Hesabu 31 mstari wa 16 inatueleza, hii Hesabu 31:16 inaeleza Balaam alikuwa ni mwalimu wa mafundisho ya ngono na mafundisho ya watu kuharibikiwa. Mungu wa mbinguni aturehemu. Jamani, Mungu wa mbinguni aturehemu. Kanisa la Pergamo lilitenda kosa lile lile la Wayahudi wa zamani. Walishiriki kwenye uovu waliofanya watu wengine na wakawashawishi wengine kufanya uovu huo. Ila Bwana hawezi kukubaliana na mambo ya dhambi. Pergamo ilikuwa ni mji wa utawala wa wilaya ya Asia Ndogo, mahali pa kiti cha enzi cha Shetani. Watu walimwabudu Kaisari na kupiga magoti mbele ya sanamu yake. Wale waliopatikana kutokufanya hivyo walitupwa gerezani na kuuawa, wale waliokataa kumwabudu mfalme. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakristo wengi walikufa kwa njia hiyo. Kanisa la 4, kanisa la Tiatira au Thiatira, nategemeana na mwalimu wako wa Kiingereza. Bwana asifiwe. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika: haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto. Huo utambulisho nimewaambia usiwe unaupuuza, unaeleza mambo kule Bwana Yesu anataka kufanya. Hapa jitambulishi tena kama yeye mwenye upanga. Hapa anajitambulisha kama mtu mwenye macho yenye miale ya nini? Ya moto. Kwenye hili kanisa, kwa malaika wa kanisa hili anajitambulisha kama yeye mwenye macho yaliyo na nini? Mwali wa moto. Na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Ndiyo. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako. Sema Bwana anayajua matendo yangu. Bwana anayajua matendo. Sasa hapa ukiona anaongelea hapa matendo yako, hapa anaongelea matendo mema. Bwana asifiwe.
Sema Bwana anayajua matendo yangu mema. Bwana anayajua matendo yangu mema. Alafu kitu kingine ambacho Bwana anakijua kuhusu wewe ni nini? Na upendo. Sema Bwana anajua jinsi ninavyompenda. Bwana anajua jinsi ninavyompenda. Wewe mtu mzuri sana. Jipige, sema Bwana nakupenda. Yesu, mimi nakupenda Yesu. Yesu ameshauona huo upendo wako. Haleluya. Jambo la tatu ambalo Bwana analijua kuhusu wewe, na imani. Anajua imani. Wenye imani punga mkono namna hizi. Bwana anaijua imani yako. Wewe umesimama, wewe unateswa lakini umo tu, unafokewa lakini umo tu. Sema Bwana anaona. Sema Bwana anaona. Bwana anaona. Lingine, huduma. Wale watumishi wa Bwana. Haleluya. Bwana anajua huduma yako. Haleluya. Anajua. Bwana asifiwe. Bwana anajua huduma yako mchungaji. Bwana anajua huduma yako. Hii ni faraja. Ni faraja kwamba anajua. Ni faraja kwamba anaona unavyomtumikia. Haleluya. Bwana anaijua huduma yako. Haleluya. Anajua bidii yako. Na wewe. Sema na mimi anaijua huduma yangu. Mambo mazuri sana. Na subira yako. Na subira. Umemsubiri Bwana wewe. Katika pito lako wewe umemsubiri Bwana. Haukwenda kwa waganga wewe. Wewe ukwenda kwa waganga wewe. Ukwenda kuoga dawa. Ukwenda kutafuta dawa za biashara. Hata ulipopata hasara uliendelea tu kuuza. Uliendelea kumwamini Bwana. Bwana anaipenda subira yako. Haleluya. Haukwenda kwa waganga. Walikuambia kuna chuma ulete anaiba hela humu dukani mwako. Weka hivi, ukuweka. Ulimsubiri Bwana, yeye awe mtetezi wako. Sema Bwana anaijua subira yangu. Bwana anajua subira. Na anafurahi unavyomsubiria. Haleluya. Tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Mimi sielewi wangapi wana hii sifa. Wangapi wanaamini leo wanaendelea vizuri kuliko jana? Asio wote, wengine jana walikuwa vizuri, si ndivyo? Leo wanasema zamani mimi nilikuwa muombaji. Amen. Si unajua wanaandika historia wakiwa bado wanaishi. Mwambie jirani yako, wewe unaandika historia kabla unaishi. Zamani mimi. Ogopa kuandika historia. Zamani. Ukishaanza kuwa na zamani mimi nilikuwa naomba. Sisi wachungaji tukifilisika tunaanza kuambia vijana, zamani tulikuwa naomba sisi kama nyie hivi, tulikuwa naomba sana. Sasa hivi tunawaachia vijana, chemkeni na nini. Kuna muda wa kuachia vijana. Tutachemka wote. Mimi nilikuwa nawaambia wote hawa vijana wa kina Daudi, tutachemka wote, kitaeleweka, hamna cha kumwachia kijana. Bwana asifiwe. Mimi niwaambie, namuomba Mungu anipe neema na nisaidieni kuomba pamoja nami. Mpaka kwenye uzee niendelee kulitaja jina la Bwana. Niendelee kuwa nang'ang'ania katika jina la Bwana. Hamna cha kuachia vijana wakati unaishi. Haleluya. Bwana akiona imetosha anichukue, sio kwamba eti niwaachie vijana niwe nakaa naangalia TV. Inatakiwa leo yako iwe bora kuliko jana. Sema amen. Sema leo yangu inatakiwa kuwa bora kuliko jana. Ukiona jana ulikuwa muombaji, leo unachoka. Unaishi kwenye historia. Hatari sana. Hawa watu, moja ya sifa yao ya baraka ambayo ninakuombea na wewe na najiombea na mimi, jana hali yao ya jana ilikuwa mbaya, hali yao ya leo ni njema katika jina la Yesu. Hebu nyosha wale wanaosema hali yangu ya sasa naiona inaendelea vizuri. Jana nilikuwa mzembe jana nilikuwa mzembe. Sio wote, mimi najua hapa, yani nusu. Wangapi wanasema tunaendelea vizuri mchungaji? Nilikuwaga nazingua lakini sasa hivi nimeacha. Nimepunguza mazinguzi. Haya. Sasa wale wengine wanaoshuka, msema kweli mpenzi wa Mungu, nasema hali yangu inafanya hivi. Wamenichunia. Hawataki. Lakini Bwana anayajua matendo yako, kwamba unashuka au kwamba unapanda. Bwana anafanyaje? Anajua sifa ya watu hawa. Walikuwa matendo yao ya mwisho yalikuwa nini? Yamezidi yale matendo ya kwanza. Hii jamani, si kila mtu anaitamani hii sifa.
Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sema, Bwana nisaidie, nizidi kila itwapo leo, nizidi kupenda wewe, nizidi katika utoaji, nizidi katika kuambia wengine habari za Yesu, nizidi katika maombi, nizidi katika utu wema. Amina, watakatifu wa Bwana Yesu. Hii sifa mimi naitaka. Hii sifa unaweza kaenda kumwambia Mungu kabisa, nisaidie kila itwapo leo niwe bora kuliko jana. Amen. Nakataa kuishi maisha ya historia kwamba jana nilifanya vizuri, jana nilikuwa napenda ibada, jana nilikuwa nakupenda wewe, leo lakini nina neno juu yako. Hawa Bwana sio ana maneno, ana neno, ila wana mkeka wa vitu vizuri. Alafu pia ni uongo wa shetani pia kukuonesha tu makasoro yako bila kukuambia mazuri yako. Mungu wetu sisi akiwa anakuaddress wewe, sio kwamba anaona ubaya wako tu, anaona na yale mazuri. Unajua naye shetani anaweza kukuonesha yani wewe kama hamna unachofanya, hamna unachoendelea vizuri. Umeona Mungu wetu anavyoaddress haya makanisa? Jamani, mmeona? Mungu wetu sio kwamba yale unayofanya mazuri anaona yote ni ushetani kwa sababu ya mmoja. Yeye yale yote mazuri anasema hongera, nisaidie kumpa hongera jirani yako kwa niaba ya Mungu. Mwambie Mungu anasema hongera kwa mazuri yako. Na jirani wa huku mwambie hongera kwa mazuri yako. Mwambie Bwana anafurahia hayo mazuri yako. Lakini ana neno. Kuna kaneno kamoja tu akajakaa sawa. Mwambie jirani yako kamoja akajakaa sawa. Unaendelea vizuri. Mwambie nisaidie kumhubiria jirani yako. Mwambie jirani unaendelea vizuri, ila kuna kamoja tu. Yaani kamoja haka ukikashughulikia, haka kamoja haka ukashughulikia, haka kamoja. Yaani kuna watu wengine 100 juu ya 100 juu ya 100, kamoja hawaambii watu wengine habari za Yesu. Kamoja. Wengine wanaendelea vizuri mambo yote kasoro kutoa mafungu ya 10. Kamoja. Mafungu ya 10 hatoi, ila anampenda Bwana, ila mwizi, ila anampenda Bwana. Tatizo lake ni moja, ujambazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tuangalie huyo hawa na matatizo gani? Jamani, tatizo ni moja lakini ni kubwa, ila ndio shida. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Mnamjua Jezebel? Mitume saizi wanasema roho ya Jezebel ni hatari. Huyu ni mwanamke aliyetetemesha Elia. Nabii wa moto alitetemeka, aliyeyushwa na Jezebel. Mwanamke hatari na shetani kabisa kutajwa kwenye Biblia. Moja ya majina usije ukamtungia mtoto wako hata kama lina sound vizuri, Jezebel. Unazaa mtoto unasema nilisikia mchungaji alikuwa anafundisha yale makanisa, nikaona kuna kajina kana mvuto Jezebel. Majina ya kishetani hayo. Haleluya. Yeye ajiitaye nabii na huyo Jezebel huyo anafanyaje? Jezebel huyo anajiita nabii. Ndio maana wanamridhia, anatabirigi. Unafikiri wanamdhiria? Yaani anatabiri, anaweza kukuambia kuhusu maisha yako, ila ni Jezebel. Anaweza kuuliza jana ulikula nini, ila ni Jezebel. Ufunuo anasema yule mwanamke yule Jezebel anatabiri. Miaka 5 ulikuwa huku na huku na kule. Yes papa, yes papa. Kweli papa. Ni Jezebel. Unafikiri mtu utapotoka tu na mtu wa kawaida? Mtu ambaye hana makarama na mahuduma makubwa atakupotosha?
na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Huyo mwanamke anajiita nabii, moja. Mbili, anafundisha watumishi. Yaani yeye shetani, ila shetani anawaketisha watu wa Mungu, anawapiga semina. Anaowafundisha ni watu gani? Huyo anaitwa Jezebel. Anaitwa Jezebel. Walimkubali akawa muendesha semina wa kanisani kwao. Umeelewa? Hebu fikiria hili kanisa lina sifa ngapi? Mmeorodhesha. Kuna mtu smart alikuwa anaorodhesha sifa moja moja. Wana sifa ngapi? Zile nzuri 5. Lakini sifa yao moja lakini kubwa. Wana semina, wana nabii, wanaweka na posta kabisa kwenye matangazo yao. Nabii Jezebel atakuwepo hapa, anafundisha. Na watumishi wa Bwana wanaketi, wanamsikiliza nabii Jezebel. Na siku tu tunatakiwa tuje tuongelee hichi kitu na tuje tukifumue. Ila sio leo. Hii ni roho ya ikiwavaa wanawake hii wanakataa kuwa chini ya mamlaka. Umeelewa? They want to be the head, they want to drive men. This is the spirit. Umeelewa? Na hii roho ya Jezebel huwa inawavaa hata watumishi wanawake. Wanakuwa kabisa wachungaji, lakini wanakuwa na hii changamoto. They don't want to be under somebody. Umeelewa? Wana watumishi wanawake wakitumiwa sana na Bwana, pia ndoa hazikai, kwa sababu wanaamini wao wanaongea na Bwana, wao ni manabii, wao Bwana anawaambia. Kwa anasema utaniambia nini mimi? Bwana jana alinitokea. Bwana ndio aliyesema mimi ni kichwa. Haleluya. Aliyekutokea ndio aliyenifanya mimi kuwa juu yako. Umenielewa? Amina. Tuishie hapo. Watu watakasirika. Hili ni roho hili. Nikianza hata kuliongelea unaona watu wanaanza kujisikia vibaya. Ukiona unajisikia vibaya, li roho hili lina matatizo. Yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Mafundisho yake anasemaje? 1, uzinzi. 2, kufanyaje? Kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Semina ya siku 7. Siku 3 za kwanza uzinzi. Siku 4 zinazofuata kula sadaka za Bwana. Toa mafungu ya 10 sio muhimu. Neema tu ingalipo. Neema. Mafundisho ya Majezebel. Wanafundisha watu kula vitu vitakatifu ili Mungu awakasirikie, watembee na laana, watembee na uchafu. Wanafundishwa kukataa mafundisho ya kweli. Fundisho la Jezebel. Nami nimempa muda ili atubu. Nani aliyepewa muda? Jezebel. Jezebel amepewa muda. Amepewa muda atubu, acha hayo mafundisho. Atubu, acha mafundisho. Amepewa muda. Jezebel umepewa muda. Sasa sijui ndio yuko wapi. Naogopa kunyoshia kokote kule. Ila Jezebel umepewa muda. Ili atubu. Lakini tatizo lake ni nini? Wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Hataki kuhutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Hukumu yao atawamtupa kwenye kitanda. Anapenda vitanda. Na hukumu yake itaanzia kwenye nini? Kwenye vitanda hivyo anavyovipenda sana hivyo. Ndio hukumu itaanzia hapo. Kwenye vitanda. Mimi sijui. Na hao wote anaozini nao kwenye vitanda. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Makanisa yote watajua nitakaposhughulika na Jezebel. Yeye atakuwa mfano. Bwana atusaidie sana. Unajua kuna watu Mungu anawaruhusu wafanye wanayoyafanya ili wawe baadaye wawe mfano mbaya. Yaani akikubamiza Mungu, basi anakuwa anawaambia watu wote
Ukiendelea kufanya hivi nitakubamiza kama nilivyombamiza fulani. Wewe ndio unakuwa mfano wa kubamiza. Wangapi wangependa kuwa mfano huo? Mungu anakuwa anakutolea mfano kwamba nikikasirikaga huwa napigaga kama nilivyopigaga huyu jamaa. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Hayo matendo hapa matendo yanayotajwa hapa ni mabaya. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo. Kwa hiyo Thiatira kulikuwa na makundi mawili. Kuna wengine waliposikia yale mafundisho waliyakataa. Nusu walikataa mafundisho mabaya, walikataa mhubiri Jezebel alipokuwa anaenda kuhubiria Jezebel. Walitoka wakasema hatuwezi tukasikiliza mahubiri ya Jezebel, mahubiri ya kipumbavu. Waliyakataa, walisema haya sio ya Biblia. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Ndio. Ila mlicho nacho kishikeni sana. Wale ambao wanaendelea vizuri, sema sisi tunaoendelea vizuri. Sisi tunaoendelea vizuri. Tufanyaje? Tushike sana tulicho nacho. Tushike sana tulicho nacho. Tushike sana tulicho. Wewe unaendelea vizuri, wewe ambaye bado hujawa mzinzi, fanyaje? Shika sana ulicho nacho. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ambaye bado sio mwasherati, fanyaje? Usiingie kwenye mafundisho ya uasherati. Usiingie kwenye uhuni. Usiingie ukasema mafundisho ya ushetani yako mpaka cheche. Sasa utauziwaje mbuzi kwenye gunia? Kwa hiyo tutoe gunia kwanza. Mafundisho ya Jezebel, mafundisho ya kipepo yanayosema watu kabla ya kuoana wafanye ngono kwanza, watesti mitambo, watestiane. Mafundisho ya kingono hayo, mafundisho ya kishetani hayo. Watu wa Mungu hatufanyi uasherati kabla ya kuoana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hatufanyi uasherati. Lakini leo hayo madudu yamejaa kanisani. Niliwahi kuambia hapa, mimi hata kufundisha, yaani siku hizi hata kufungisha ndoa, kusema ndoa takatifu, sasa ndio unapata kigugumizi sana. Unawafungisha watu wamesha lala mara 100. Wamezini. Misa nyingine hata tunawalipia honeymoon. Ndio maana watu kama hao sange tuwe tunawapa siku moja, maana wanatumalizia hela, si ndivyo? Unaambia tu hotelini nendeni tu mkaonyeshe show, maana tunajua ninyi mmeshalala na kulala mpaka mmeshachoka. Ikiwezekana mtoke kanisani muende nyumbani tu. Nini ambacho, kwa sababu la ya honeymoon hamjuani, mnaenda kushangaana, si ndivyo? Lakini mafundisho ya kishetani, mafundisho ya kipepo, mafundisho ya kizinzi, mafundisho ya kijezebel, mafundisho ya kishetani yamejazwa, yanafundishwa. Tukemee mafundisho hayo katika jina la Yesu. Sema ninayakemea mafundisho hayo katika jina la Yesu. Ninayakemea kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Ninakemea. Mtu yeyote akaanza kuletea mambo ya ngono, mwambie Jezebel mbaya wewe, toka kwangu kwa jina la Yesu. Mtu akuandikia message, zini na mimi, mwambie Jezebel mbaya wewe, shindwa kwa jina la Yesu. Sema Jezebel shindwa kwa jina la Yesu. Mesikia mabinti zangu? Sijui nakupenda sana, sijui nakuona nini? Utaniona ukinioa. Ukinioa mimi mafundisho ya kijezebel siyakubali katika jina la Yesu. Sema amina. Sema mafundisho ya kijezebel siyakubali katika jina la Yesu. Ya kuonjana kabla ya wakati katika jina la Yesu tunayakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua shetani inabidi umuongelee kwa nguvu. Ndio roho zinatutoka zile, ndio ujezebeli unatutoka. Tukiwa tunajifanya hatutaki kuongea, watu wanaendelea kufanya vitu vya kijezebeli, vishetani, vitu vya kizinzi. Wewe unaendelea vizuri, shika sana ulicho nacho. Haleluya.
Wewe ambaye hujaingia kwenye uzinzi, shika sana ulicho nacho. Wewe ambaye umenyoka, shika sana ulicho nacho. Wewe ambaye unampenda Bwana, shika sana ulicho nacho. Achana na mafundisho ya kipepo, achana na mafundisho ya kizinzi, achana na mafundisho ya ubaya. Kataa mafundisho yote kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho. Yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu. Matendo ya Mungu, si ndivyo? Kuna kutunza matendo ya Mungu. Sema, Mungu nipe neema ya kutunza matendo yako. Mungu nipe neema ya kutunza. Maana yake nini kutunza matendo ya Mungu? Kutunza viwango vya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Iambie nafsi yako kwamba wajapo haribika wote, Bwana nipe neema, sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu, sio kwa akili zangu. Nijalie nitunze viwango, nitunze viwango, niyatunze matendo yako. Bwana nipe neema. Sema, Bwana nipe neema ya kutunza matendo yako katika jina la Yesu. Sema, Bwana nipe neema ya kutunza matendo yako katika jina la Yesu. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Sema, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Nitampa mamlaka juu. Kumbe kutunza matendo ya Mungu ni moja ya njia inayoongeza mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kutunza matendo ya Mungu, kutunza matendo ya Mungu inaongeza mamlaka. Haleluya. Ukiyatunza yale mamatimo, hata ukiwa unaimba hivi kunakuwa na nguvu za Mungu, kunakuwa na uwepo wa Bwana, kwa sababu umeyatunza matendo ya Mungu. Ile sauti yako inakuwa inasikika kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu umeyatunza matendo ya Mungu. Ile ukianza kuhubiri, yale mahubiri yanakuwa na upako, kwa sababu umeyatunza matendo ya Bwana. Lakini usipoyatunza, kunakuwa na changamoto. Sema, Bwana nipe neema ya kuyatunza matendo yako. Haleluya, ili nipate mamlaka. Ndiyo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Ndiyo. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Huyo mtu huyo atapewa nyota ya asubuhi. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tiatira maana yake ni kufukiza sadaka bila kukoma, au kufukiza uvumba bila kukoma. Ndio maana ya neno Tiatira. Maana yake ni kufukiza sadaka au kufukiza dhabihu bila kukoma. Ni kanisa. Nusu ya watu wake walikuwa Wakristo wazuri, lakini nusu walikuwa Wakristo wabaya. Kanisa hili la Tiatira limeishi kuanzia mwaka 600 mpaka mwaka 1550. Limeishi mwaka 600 hadi mwaka 1550. Ukiona mamlaka ya mtu katika ulimwengu wa roho yanaanza kupotea, hiyo ni dalili ya kwanza yule mtu amejiunga na mambo ya Jezebel. Umenielewa? Ukiona mtu kabisa zamani alikuwa na kitu kina pam pam pam, vitu vinatoka, cheche zinatoka, Bwana anatembea. Afsa hizi hamna. Ni ishara ya kwanza kwamba roho ya Jezebel inatenda kazi ndani yake. Alikuwa na bubujiko, leo halipo, anasinzia tu ibadani. Hiyo ni kazi ya roho ya Jezebel. Wakati huu unaitwa wakati wa giza. Ndio wakati ambapo mapapa wa Rumi walikubali Ukristo, lakini mambo mengi ya kipagani yaliingizwa kanisani. Kanisa la tano. Kanisa la Sardi.
Kanisa la Sadi. Sadi maana yake mabaki ya wale waliotoroka au kujiokoa. Sadi maana yake wale waliotoroka. Ndio maana mpendwa, unaweza ukaanza kuchukuliana na jambo moja, baadaye utachukuliana mawili, baadaye umechukulia. Ndio watu wanavyotokaga hivyo kwa Bwana. Naanza mchepuko mmoja, baadaye unakuwa umeshazoea maisha ya mchepuko, na mchepuko wa pili, na mchepuko wa tatu, baadaye kila mtu anayekutongoza uko naye au unatongoza, inaanza na moja. Wewe zamani si ulikuwa unampenda Bwana wewe? Kuna mtu mmoja alikutoaga kwa Bwana wewe. Kuna mtu alikutoaga kwa Bwana. Alikuingizia ujezebel, akakutoa kwa Bwana. Toka wakati huo hali yako imekuwa mbaya. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo hii miaka yote unasikia yule roho wa Pentekoste, wengine hawaelewi. Yule roho wa Pentekoste katika wakati huu wa kanisa hili la Sadi, yule roho wa Pentekoste aliondoka wote. Ndio maana kinaitwa kipindi cha giza. Hakukuwa na mtu anayenena, hakukuwa na mtu. Kuanzia kile kipindi cha Pergamo, cha yale mafundisho ya Jezebel, aliondoka kabisa. Yani hakukuwa. Yani hata ukinena hivi watu wote wanashangaa. Roho akatoweka kabisa. Wokovu kawa hauongelewi. Hakuna mambo ya kutubu dhambi, hakuna mambo ya kumpenda Bwana, hakuna mambo ya kumwishia Bwana. Hili kanisa liliishi maisha ya giza totoro. Hakuna kitu chochote kinachoendelea. Giza. Mwaka 600 mpaka mwaka 1520. Kanisa la, tuendelee. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sadi andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu. Yeye aliye na roho 7. Roho 7 ni nini? Ni roho za Mungu, si ndivyo? Lakini pia yeye ana nini? Na zile nyota 7. Nyota ni nini? Nyota 7 ni nini? Mshapotea. Niliwaambia mkalili tunavyoenda huko tatawanyika. Nyota 7 ni nini? Makanisa 7. Si ndivyo? Msisahau huko tunataka kwenda, tutakuwa tunatumia lugha hizo. Kuna malaika na kuna nyota. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Moja ya sifa mbaya, yani sijui hii Sadi, yani kuanzia sentensi ya kwanza, na yajua matendo yako, ya kwamba moja ya matendo yako, tukikuangalia hivi nje wewe umeokoka. Hivi wewe ukiwa umevaa hivi, wewe umeokoka. Wewe Mpentekosti wewe, kwa nje wewe Mpentekosti. Kwa nje wewe umefanyaje? Umeokoka wewe Mpentekosti. Lakini kwa ndani wewe hujawahi kuokoka. Wewe ni mpagani. Na najua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai. Yani jina hivi, wote wanakuona wewe mlokole, lakini wewe ni mchawi. Ni mchawi wewe. Ila unaimba kwaya, ila wewe ni mchawi. Ila wewe ni kiongozi wa seli, ila wewe ni nini? Ila wewe kiongozi wa zone, ila wewe nini? Wewe ni pasta wewe, ila wewe nini? Una jina la kuwa hai. Jina maana yake una muonekano. Tukikuangalia wewe una muonekano wa uhai. Wewe ni kama vile kila kitu kiko sawa, lakini wewe ni shetani mkubwa sana. Shetani mkubwa sana wewe. Wewe ni shetani wewe, shetani mkubwa sana. Wewe ni shetani, una mambo ya kishetani, lakini unavyoonekana kanisani wewe unavyoonekana. Jamani, mimi naongelea kanisa la nini? La Sadi. Sasa kuna watu wana sifa za kanisa la Sadi. Umeelewa? Yaani huyu mtu wa kanisa la Sadi ukikutana naye anakusalimia Bwana asifiwe. Kila message shalom.
na kila message ana andiko kuonesha jinsi anavyompenda Bwana, lakini ni shetani. Shetani. Shalom, 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 shalom. Shetani. Una jina la kuwa hai, yaani wewe umebakia jina, wewe upako wote umekatika wewe. Bwana atusaidie sana. Nguvu zote zimeisha wewe. Neema ya Bwana imekuacha wewe. Neema ya Bwana imekupungukia wewe. Lakini tunavyokuangalia juu juu wewe unaonekana kama mtu. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Huyu mtu, huyu shetani, huyu shetani, sema huyu shetani anaambiwa na Mungu ufanyaje? Kuna matendo ulikuwaga nayo wewe, kuna mikesho ulikuwaga nayo wewe, kuna ibada ulikuwa nayo wewe, kuna bubujiko, lakini limekufa. Limekufa. Ulikuwaga unaendelea vizuri. Anasema moja, huyu mtu mwenye anafanya mambo ya kishetani, jambo la kwanza afanyaje? Awe mwenye kukesha. Awe mwenye kukesha. Kukesha maana yake nini? Kurudi kwenye kuwa active kwenye mambo ya Mungu. Rudi kwenye kuwa active kwenye mambo ya Mungu. Rudi kwenye zile ratiba za Mungu. Rudi kwenye ile bidii uliyokuwa nayo. Kukesha maana yake ni kuwa active kwa Mungu, ni kuwa hai kwa Mungu, ni kuwa wazi kwa Mungu, ni kuwa na mapendo na Mungu. Uwe mwenye kukesha. Moja. Mbili, ukafanyaje? Ukaimarishe mambo yaliyosalia. Yaani kuna mambo bado hayajafa vizuri, yamekufa mengi, mawili matatu, bado hayajafanyaje? Hayajafa. Anasema ukayaimarisha yale mambo yanayofanyaje? Yaliyosalia. Yale yanayotaka kufa, imarisha. Yale yanayotaka kufa usikubali yafe. Sema yale yanayotaka kufa ninayafufua katika jina la Yesu. Kila kitu chema kinachotaka kufa ndani yangu ninakifufua katika jina la Yesu. Jamani, semeni basi. Sema ninakifufua katika jina la Yesu. Ile roho ya ibada ninaifufua katika jina la Yesu. Roho ya kusoma neno ninaifufua katika jina la Yesu. Roho ya kusema hapana kwa dhambi ninaifufua katika jina la Yesu. Roho ya kumpenda Bwana ninaifufua katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haya ni mambo ya duniani hapa. Yesu anatoa onyo kabla mambo hayajachanganya sana. Uwe mwenye kukesha, ukaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika. Bwana anamwambia mtu mwenye tabia ya kuwa hai lakini amekufa, anasema mimi Bwana sikuona matendo yako kama yamekamilika mbele yangu. Sikuona. Watu wanaona kama umekamilika, lakini mimi sikuona matendo yako kama yamekamilika. Sikuona kama matendo yako yamekamilika mbele zangu. Sikuona kama matendo yako yamekamilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Anamkumbusha huyu mtu. Huyu mtu ambaye anafanya mambo ya kishetani, mwenye jina la kuwa hai, anamwambia kumbuka zamani wewe ulikuwa na bubujiko. Zamani ulikuwa na mapenzi na Mungu. Zamani ulikuwa na ibada. Kumbuka ulivyopokea. Kumbuka wakati ule ulivyompokea Yesu. Kumbuka ulivyompendaga Yesu wakati ule. Kumbuka ulivyojazwaga Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Kumbuka ulivyomfurahiaga Bwana Yesu. Kumbuka ulivyofurahiaga kanisa. Kumbuka ulivyofurahiaga ibada. Kumbuka ulivyofurahiaga kila ulipoambiwa. Ulikuwa unabubujika kama Daudi. Ulisema nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nyumba ya Bwana ilikuwa furaha yako. Nyumba ya Bwana ilikuwa kitu unachopendezwa nacho. Nyumba ya Bwana ilikuwa kitu kinachokubariki. Lakini leo nyumba ya Bwana ni mzigo kwako. Ibada ni mzigo. Anasema kumbuka wakati ule ulipopokea. Kumbuka ulipopokea. Kumbuka ulivyopokea. Kumbuka ulivyopokea. Yashike hayo na kutubu. Yashike hayo na nini? Na kutubu. Yashike hayo uliokuwa ukiyafanya wakati unapotea na kutubu. Walakini usipokesha, ndio nitakuja kama mwivi. Walakini usipokesha nitakuja kama mwivi. Kuja kama mwivi maana yake anaweza akaja ukafa, ukauawa,
unaweza kufa muda wowote. Na ile hali ya kujifanya wewe umeokoka wakati hujaokoka, anakuja kama mwivi, unaweza kufa muda wowote. Anytime ukiendelea na hiyo tabia unaweza kufa muda wowote. Anytime you can die. Anytime you can die. Naje muda wowote. Kuja kwa mara ya kwanza ni kufa. Kufa, unakufa katika dhambi. Na watu wote tunaamini kabisa ulikuwa wewe ni mtu wa Mungu kabisa, lakini unakufa katika dhambi. Wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Ndiyo, kuja kwako, kumbe kwako wewe binafsi. Hii ni visit, personal visit ya Sir Jesus. Personal visit. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Sardi kulikuwa na watu wachache. Watu wachache walikuwa katikati ya uovu. Mungu hujisazia watu wachache na kuombea uwe sehemu ya watu wachache. Bwana asifiwe. Na kuombea uwe sehemu ya watu wachache katika jina la Yesu. Na mimi najiombea niwe sehemu ya watu wachache katika jina la Yesu. Hallelujah. Nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Umesikia hiyo sentence? Wale watu wa mafundisho ya neema wanasema yani ukiokoka once saved forever saved. Ukiokoka mara moja umeokoka milele. Neema inafunika. Ukisoma hako ka sentence yako, wanasema Mungu kule mbinguni ana kifutio. Wapendwa, Mungu ana kifutio. Ukichemsha anafuta. Akisema sitalifuta maana yake huaga anafuta. Si ndivyo? Ila hawa ambao hawajajinajisi, wamevaa mavazi, anawahakikishia kwa sababu ya usafi wao hatafuta majina yao. Lakini wale wengine, wale wenye majina ya kuwa hai, alifanyaje? Kifutio. Nimuulize jirani yako, kifutio hakijafuta jina lako au ulipo? Kifutio hakijafuta jina lako. Jina lako wewe halijafutwa wewe. Kifutio hakijapita, hakijafuta. Kifutio hakijafuta wewe. Hakijafuta wewe, hakijafuta. Wapendwa, haya mambo tunatakiwa tutafakari kwa kina. Amina. Hali ya makanisa na jinsi Yesu anavyoyaona makanisa. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Ndiyo. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Bwana Yesu atusaidie. Ni kanisa la Sardi ni kanisa lililokufa. Is a dead church. Ila ukiwaangalia wanaendelea na pambio. Pambio zinaendelea. Mahubiri yanaendelea, sadaka zinaendelea, program zote zinaendelea. Lakini kanisa lilofanyaje? Well, is a dead church. Bwana tusaidia sana. Is a dead church. Sisi wa Pentecost tumeshakuwa wazoefu na Bwana. Waliomzoea Bwana punga mkono. Bwana amekuwa kama mjomba, shangazi. Mikesha hujali tena. Wewe na Bwana mnajuana sana. Mshikaji wako nampa 5 au sio? Mpe 5 za hewani Bwana ambaye ni mshikaji wako aliyemzoea. Akisema mikesha hauji maana una mazoea naye sana, ashakuwa mshikaji. Yani wewe hivi, niwaambie hivi, unajua kwenda jehanamu ni hivi unaanza kamoja unakaingiza, kamoja unakaingiza, na ndio unaenda jehanamu. Hili linaitwa kanisa la nini? La wapagani. Ila wana pambio, wanaimba pambio, wana vipindi vya kuabudu, wana vipindi vya sifa, wana kwaya, wana pasta. Pasta mwenyewe mwanga. Waimbaji wenyewe wanaimba kwa uvuvio wa waganga wa kienyeji. Naambia mganga niwezeshe.
nikipanda stejini pale niwe hatari. Unaelewa? Ni hatari, kanisa lilokufa. Mnashangaa mchungaji, jumbe hazitoki na nguvu, kumbe mama pasta ana mashetani. Yale mashetani anamfunika pasta. Kanisa lililokufa, mashetani ndio anakuwa wazee wa kanisa. Mashetani wa pagani ndio wazee wa kanisa, kwa sababu ana hela. Wazee wa kanisa kigezo hela, sio kiroho tena. Sio kiroho tena. A dead church, kanisa lililokufa. Sema Mungu niepushie na hii katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nakataa kuwa mtu niliyekufa katika jina la Yesu. Kanisa hili la Sadi bado lina jina la kuwa hai. Jina la kuwa hai ni pamoja na kuitwa jina, sisi ni wa Pentekosti, watu wa kanisa la rohoni. Kanisa la rohoni, sema kanisa la rohoni. Kanisa la rohoni lililoko mwilini. Ni wachache waliobaki hai. Majina haya hawatafutwa kamwe. Ni watu ambao watakwenda pamoja na Bwana Yesu. Wanajionyesha kuwa yule mwenye roho 7 za Mungu anaye na ana uwezo wa kufuta majina ya watu wabaya kwenye kitabu cha uzima na kubakiza majina kwenye kile kitabu cha uzima. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukisikia wanaposema roho 7 ni Roho Mtakatifu. Macho 7 ya mwana kondoo. Jamani, ndio muandike hapa. Huko mbele utachanganyikiwa. Macho 7 ya mwana kondoo ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Anaposema mwenye macho, maana yake anaeleza ya kwamba yeye anaona visivyoonekana. Watu wengine watatuona tunaendelea vizuri, lakini yeye Mungu anajua tunavyoendelea. Anajua hali zetu. Tunaweza tukadanganya wengine, lakini yeye anajua. Yeye anajua tunavyoendelea. Mavazi meupe ni mavazi ya mbinguni, ni ishara ya utakatifu. Ndio maana anasema ile kwenye 3:3, yeye ashindaye atavikwa mavazi meupe. Ile 3:18 anasema mavazi meupe upate kuvaa. Na anaendelea. Kila anapotaja mavazi meupe ni ishara ya utakatifu. Kanisa la Philadelphia. Kanisa la Philadelphia. Sawa. Kesho tutaendelea. Tutaendelea kesho Philadelphia. Wewe umeona una sifa zinafanana na kanisa gani? Kuna mtu jana nilikuwa naongea naye aliniambia mimi kiukweli kila nilipokuwa nasoma nilikuwa naona na sifa nyingi za Philadelphia. Huyo mtu aliniambia jana. Sasa kila nikisoma mimi yale makanisa nilikuwa naona kama matabia yangu mengi yanaangukia Philadelphia. Wewe unaona unaangukia wapi? Tusimame. Philadelphia tutaongea kuanzia kesho. Philadelphia. Wewe unaangukia wapi? Ukinani? Unaangukia wapi? Wapendwa, tunataka tumwambie Mungu kwa dakika chache. Kama unajielewa katika yote yaliyotajwa, kuna kitu hakiko sawa kuhusu wewe pia, si ndivyo? Kuna neno Mungu analo kuhusu wewe. Nilipokuwa naongea hapa ulikuwa unaona neno la Mungu juu yako. Neno la Mungu juu yako. Neno la Mungu juu yako. Ana neno Mungu. Mungu ana neno juu yako wewe. Wewe Mungu ana neno. Nataka tuende mbele za Bwana. Leo ni siku yetu ya toba. Tumwambie Bwana rehema. Amen. Bwana asifiwe. Mwambie rehema. Unajua kuomba rehema sio udhaifu, ni ukuaji, ni ukomavu, ni kujitambua kwamba Bwana, mahusiano yangu na wewe ni ya muhimu kuliko muonekano wangu wa nje. Mahusiano yangu na wewe ni ya muhimu kuliko ninavyoonekana nje. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Chunguza
unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Mwambie Yesu, chunguza